Najua nyuma na kubakisha wewe. Wewe ndo ngao yangu. Na wewe ndo kila kitu kwangu. Najua hutoniangusha kwa hili. Utaniokolea mjukuu wangu. Na unajua fika ninampenda mjukuu wangu. Usijali Bikawe, nitakusaidia wewe pamoja na mjukuu wako. Ondoa shaka kuhusu hilo. Nyumbani wanatutafuta, hatuonekani, hatupatikani. Dalali uko wapi wewe? Jumba langu wewe, mauza. Usiku ni vibwengo, mashetani na majini kila saa. Tulali sisi yeye, maruani na wachawi kila saa. Mama yeah. Jumba langu mauza. It was just a dream. Oh, mimi binadamu nimekuja kutafuta na kutana na mitani. Nilipanga na mimi Najifanya mjanja sasa, uniwezi kwa chochote na sitaki uingilie nilichokipanga, maana hakuna kinachohusu. Basi tunaomba tusaidie wewe pamoja na ndugu zangu ili tuweze kutoka hapa na tunazidi kuteseka tu. Nitafuteni aliyowaleta pale, yeye ndo ana uwezo wa kuwarudisha popote mnapoenda, maana nyinyi ndio mmenishobokia, mmeshoboka makazi yangu. Sasa ole wenu muendelee kuingilia ninachokipanga. Dalali wewe, dalali. Inyumba ulonipa mauza. Jumba langu mauza. Usiogope. Naomba uniambie ukweli. Wewe ndo chanzo cha matatizo yote ya mule ndani. Na wewe ndo suluhisho la kwenda kuwakomboa watu mule ndani. Watu wanateseka. Dalali wewe, dalali. Mimi ndo chanzo cha matatizo yote ya mule ndani. Lakini niliamua kufanya hayo yote ili kujiepusha mimi matatizo ambayo nayapata pamoja na familia yangu. Kikweli kwamba nilikuwa sina amani kabisa. Nilikuwa silali, sishindi kwa lani nyumbani kwangu, nyumba yangu lakini naiona ya uchungu. Na ndio maana nikaamua kuwabeba wale vijana na kwenda kuwabwaga kule ili mradi mimi haya matatizo yaniishe. Lakini yote kwa yote, kikweli hata mimi mwenyewe moyo wangu umeingia na huruma na imani. Najiona ni mkosefu sana kwa hili kitu ambacho nilichokifanya. Hivyo mimi nipo tayari kuwasaidia kwa lolote lile. Sasa basi, kama tumekubaliana kwenda kuwasaidia wale watu, nishike bega na ufumbe macho yako mpaka pale tutakapofika. Dalali. Inyumba ulonipa mauza. Jumba langu mauza. Usiku hatulali wenzio mauza. Jumba langu. It was just a dream. Fumbua macho.
Nadhani kumleta huyu hapa ndio itakuwa njia sahihi ya kuturuhusu sisi tuondoke, maana sisi hatuna makosa yote wala hatuna nia mbaya na wewe. Kiukweli naomba unisamehe sana, nimeshindwa kutimizia ahadi yako ambayo ulikuwa unahitaji, na mimi nimekuwa ni mkosefu sana. Naomba uache huyu wale vijana wako waweze kuondoka. Mimi niko tayari kuibeba adhabu yao. Wale hawajanikosea, bali wewe ndio mkosefu kwangu, na kuanzia leo hapa ndio patakuwa makazi yako ya kudumu. Unaweza mkaondoka. Minala isomi nyumbani wanatutafuta hatuonekani. Jamani, kwa sasa mpo huru, mnaweza mkafanya chochote mnakachojisikia. Kweli? Ondokeni. It was just like a dream. Oh, mimi binadamu nimekuja kutafuta na kutana na mitani. Nilipanga nami nirejesho tajabu na muri ya mateso. Tarudi vipi nyumbani? Tarudi vipi mitaani? Sasa hivi najifanya kuimba, nikiingia studio watoto wa sasa hivi wanajifanya wanajua kuimba. Aba ndio linatoka mke wangu, na kila siku mpango kunipa mwana ndani, yaani mwana ndani na yeye na mwana ndani na mimi na mwana ndani, hajui kwamba ananipa mitego. Mtoto mdogo tenge. Bwana mjumbe. Bwana, Sasa mjumbe, mbona unimulike? Na maana unioni au? Sababu bwana umenivalia full suit. Nishuke chini kwa sababu nakuona kwenye utoto. Kuna maisha fulani hivi hata kama ni jela sio poa. Yaani ilikuwa zaidi ya sobibo. Hivi shukutana na maisha fulani mwanangu, mnakaa mnaishi na familia fulani, ni wageni, hatujuani. Mnaishi kwa bata fulani hivi. Kuna umoja. Watu wanakula. Njaa sio shida, huku mtaani tuna force njaa kwa kaparangani. Kule unakula. Ila baba, kuna masharti dunia ya 7 sijawahi kuona. Mzee, sema hata maji. Umekuja black. Ndio maana nikakuja mrefu. Tochi ya pili. Ndio nikakuona kumbe msanii. Vipi bwana msanii? Kwanza sikiliza mjumbe, sicho kilichonileta. Kilichonileta hapa mimi nadhani uko unioni ndani ya siku 2-3 hizi. Haupo. Nilikuwa sikuwepo hapa. Lakini nimekuja kurudi, mimi cha kusikitisha na cha kushangaza, nimefika pale nyumbani kwangu, nimekuta ni empty. Yaani hakuna kitu chochote. Yaani nimekuta nyumba nyeupe. Sasa nikasema kwa sababu mjumbe wa nyumba 10 upo, kwa nini nianze kuteseka kule na kuhangaika? Nije hapa niweze kujua kama kuna tatizo lolote. Lazima wewe taarifa utakuwa nazo. Pale hata mke wangu mwenyewe hayupo. Umeelewa? Kwa hiyo sasa yani mjumbe hapa nipo nimechanganya, sijui hata nianzie wapi niishie wapi yani. Usichanganyikiwe. Calm down. Not this now. Information training contact between. Usichanganyikiwe. Kijiko, banzi. Siku banzi. Yaani kule ilikuwa ni mabanzi kama nyumba za vibanda. Sasa kingine kilichokuwa kinanishangaza na nilichokipenda ni jinsi walivyoishi wale wasanii. Wajomba mmoja hivi brother hivi anaitwa Tini Black. Yule mwamba ana roho nzuri mwanangu. Tulijiingiza kwenye 18 lakini alivyotupokea namna gani vipi alivyoishi na sisi. Mwenyewe nimetamani yale mazingira ya wasanii mwanangu. One time nataka nikutane naye hata. Unaonaje Pwipu? Mara ya kwanza umeniponza. Mara ya pili uniponze tena. So kweli. Jishikilie. Sio mimi nimekuponza. Mkwanja, mtonyo, Jax na njaa za hii dunia ndio zilizoponza sisi kuingia kwenye ule mjengo. Hapo hakuna mtu kumlaumiwa mwanangu. Mtoto wa kiume akili yako inaanza mbele. Inaenda mbele zaidi. Mtoto wa kike inaanza nyuma, inaenda mbele. Wewe umekupiga 4 finger baba. Mkeo ndo kondoka na kila kitu.
Mkeo alikuja hapa akanishtakia mume wangu simuoni kapotea. Sasa mtoe mke wangu basi niondoke naye kama yuko hapa basi. Hayupo baba, hayupo baba. Sisi wajumbe tukae na wake za watu wa nini bwana? Nimekwambia calm down. Trying in contact between East Africa and the Middle and the East. Tulia. Mkeo alikuja ameshtaka. Mume wangu simuoni kapotea. Mimi mjumbe nikamwambia basi tulie ndani hata siku 3 mume wako tukaporudi akasema kama unavyomjua Fatuma. Kelele kibao kwa sababu kila siku nipa mwana ndani. Nilichomshauri mimi nikamwambia basi nenda. Mambo atakapokuwa magumu rudi hapa, twende ngazi za juu. Sija muona kurudi, nikasikia story Ubanda kwamba mwanamke kachukua kila kitu ndani. Ndani kumekuwa kama uwanja wa mpira. Kwa upepe. In short, kuhusiana na sanaa, sija like, sija comment, sija share, sija sambaza linki, sija upload kipindi. Yaani sitaki. Eti nifike pale nianze najishauri eti wewe nimesema sitaki sanaa. Hii sanaa itafikisha wapi nye? Sasa mimi sio mjua ni wewe brother Black. Na mimi maisha sanaa nakubali. Mimi sanaa naijua, maisha mtaani najua. Kasoro tu hiyo kukabakaba mwanangu. Kukabakaba hiyo ni ujinga mwana. Unakaba sasa hivi umekatwa mguu sasa hivi hapa na mkono. Kukaba ndo damu yetu. Tulipozaliwa ipo hapa. Asepa. Sasa sikize basi mjumbe. Kwa hiyo sasa atakuwa wapi? Hebu nisaidie basi alipo ili niweze kufika walau kwa namna moja au nyingine. Niweze kupata hivyo vitu vyangu na yeye mwenyewe namhitaji kwa sababu na yeye ni kitu changu. Hapo labda cha kufanya hapa. Niwaambie wanangu. Ndio cha udele. Oya Mensa, oya Ebo, oya Chuga. Mtafuteni mke fulani. Wale ndio wanaingia dochi. Wanamtafuta. Wakipiga fufinga hivi kwenye aluminium, usipomuona wanaondoka na simu. Wewe ni bwana mkubwa. Na ninavyoishi mimi kwa utuzima wangu, mkeo atakashapata bwana. Mjumbe hamna bwana. Yaani mjumbe. Mke wangu mimi jamani, mke wangu hamna mjumbe. Nivunje heshima. Ndio maana ulipokuja tu nikakupiga tochi. Ya kwanza. Yaani sema dua wanangu. Unajua mmeshaingia mtaani hivi tuna force maisha yataendelea fresh yeye. Ila mimi maisha sana nayapenda hizi. Maisha sana nahitaji. Babu, usichokijua ni sawasawa na usiku wa kiza. Wewe hapo ulipo ujui lolote, ujui yalitukuta nini, hichi na hichi. We sometimes unawasha fegi. Ukivuta tu kofi. Dogo wangu afu hujapoa, nilikuwa sijakuona. Hicho kipochi umekula lini? Sijui tu umetoka ndani ese mwanangu. Ushakwa pua tena. Yaani kule ilikuwa kama mtu yuko soba. Ametumia madawa kulevya nje pale ametulia. Hujawahi kupiga kitu ndani pale pumbavu. Umetoka tu watu wapumue ongo. Oya, nimesema sitaki sanaa. Bas. Oa baridi mdogo wangu. Moto mdogo wangu. Ukaja toka kupiga tochi ya pili. Kwa taarifa yako kama hujui sisi wajumbe vitu vije vipo sexy. Vipo huko makao makuu. Pose majemedali wanajeshi pale. Usi bwana, nyanda za juu zinaona kwamba wewe umekuja hapa kufanya fujo kwa mjumbe na unataka kuleta mambo ya ubakaji. Umekuja kujaribu kumbaka mjumbe nyumbani kwake. Mjumbe wewe unatafuta sababu mjumbe. Mimi mke wangu yani mke wangu anaolewa vipi mjumbe na wewe upo mtaani hapa mke wangu ananichukulia kila kitu ndani na maana mke wangu hamna bana. Hicho tu. Kwa sababu wewe nakwambia mkeo hapa hayupo. Unang'ang'ania mkeo kaondoka na kila kitu. Wewe umeenda kuigiza, uenda naye kaenda kuigiza. Wewe unarudi na nishani, unarudi na tuzo, yeye anarudi na mkanda. Maisha si ndio hayo bwana. Sema nini mjumbe? Wewe nilikuona. Mwenye ndoto? Wewe nilikuona. Sanaa za maigizo. Wewe ushaibiwa unakuja hapa na miguu meusi kama gari ya Bonomo lile natangulia mbele kwamba nyuma kuna hatari inakuja. Mungu alimpiga tu kitatu huyu. Alimfanya kama gari. Wewe bwana. Uje bwana usaidie kufua wana ndani hapa. Kama uelewi njoo. Wewe fahamu kuigiza sana. Mnaigiza nini wasanii nini wabovu? Mimi naacha kumwangalia Lambo ni kuangalia wewe na nguo zako nyeusi hizo. Lambo wewe. Mungu, unajua kabla ya yote mimi niseme nashukuru sana kwanza kwa upendo wako, umoja wako uliotuonesha pale tukiwa pale ndani, lakini pia haikuwa jambo rahisi wewe kuweza kutokoa katika sehemu kama ile.
na sijui ya Mungu nifanyaje mpaka kuweza kufanikiwa kwa kiasi kile kuweza kutoa mle ndani ya ile jela, sababu kwa kweli mle ndani tulikuwa ni kama sobibu, na hatujui tutatoka vipi, umeona. Lakini kwa uwezo wako, afu sikufikiria kabisa Mungu kama utakuwa na uwezo mkubwa kiasi kile. Hebu niambie basi Mungu, hivi ulifanyaje yani mpaka tuweza kufanikiwa kutoka mle ndani? Safari bado ni ndefu. Halafu ile siku ambayo tulitoka mule ndani, kuna mtu aliondoka na kitu cha mule ndani. Hilo bado ni tatizo kubwa sana. Usiku ni vibwengo, mashetani na majini kila saa, maruani na wachawi kila saa.